Siseme kuingia kanisani. Nasema kuwa mwokozi wa maisha yako. Unaweza kuingia kanisani, kuwa na sauti kubwa, kuwa na kuomba sana, na kama haujampokea Yesu Kristo ndani yako, wewe si kanisa. Kanisa ni huyu, ni yule na yule mwingine kule ambaye tunamuona kwa macho ya mwili, hatumuone ndani. Amekwisha kukubali Yesu Kristo kuwa mwokozi wake, akaitwa kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni. Na ndio wale watakuja kuchukuliwa. Amen. Amen. Hawatachukuliwa kwa sababu ni wachungaji. Kama wewe ni mchungaji na ulitumika vizuri, utachukuliwa pamoja na Yesu Kristo, kwa sababu umeachana na mambo yale yanaweza kukuvuruga wewe kuwa pembeni na maisha ya Ukristo. Yesu akasema kwa kinywa cha Mtume Paulo, anasema, je, ninyi Wakorinto hamjui ninyi kwamba miili yenu inakwisha kuwa hekalu la Kristo, yule Roho ambaye anakaa ndani yenu mliyempokea kwa uwezo wa Mungu? Kwa hiyo ninyi tena si mali kanisa si mali ya nani? Si mali yake mwenyewe, bali ni mali ya nani? Ya Kristo. Hapa tumesema nini hapa? Tulisema pastor amesimama akasema tutoe pesa tupeleke Mshimbaji kwa ajili ya madirisha na mlango. Mmoja wajaanza kuangalia sikujua pale pote nitatahirisha pale. Lakini pastor akasema tutafanya, Roho atasema na kila mmoja yule anataka kutoa. Wengine wakaweka na ilipokuja kufanyika, nikamwambia mbele niachie namba hapa bwana, nataka namba. Akaniambia ni 515. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Mungu la kweli limekwisha toka, na lisilo la kweli nalo limetoa. Amen. Amesema vibaya tena, utanibeba, amefanya vibaya, na ni kweli. Si rahisi tu. Elia alikuwa wapi jamani? Akafanya njaa, lakini nani alimlisha? Mungu alimlisha namna gani? Kunguru ikaleta mikate na nyama, anapikaka wapi kunguru? Na alileta kwa sababu aende mbinguni kunguru? Yuko mbinguni hivi kwa sababu alimlisha Elia. Na wewe ikiwa Yesu hajakaa ndani ya roho yako, utatoa, utakuwa ni kunguru. Utalisha kazi ya Mungu. Na watu wataamini, watu wataokoka, wataenda mbinguni na wewe unabaki. Ndio maana wanasema tusiwe nini? Vilalo. Kufanya utoaji, kufanya ibada pasipokuwa na Yesu ndani ni kufanya nini? Ni kutumikisha mwili. Ndio maana anasema hapa, anasema nini? Mlinunuliwa kwa bei kali kubwa. Kwa hiyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Amen. Kwa sababu nini? Kwa sababu gani tutumikishe miili yetu? Kwa sababu miili yetu si yetu tena, imetawaliwa na yule aliye ndani yetu. Amen. Sasa kujazwa na Roho Mtakatifu ni nini? Kujazwa na Roho Mtakatifu ni hatua ambayo Mungu mwenyewe anaichukua. Si kwa ajili ya kuimba, si kwa ajili ya kuhubiri, si
si kwa ajili ya kuja kanisani kila siku. Hapana. Mungu anachukua hatua hiyo kwa wanadamu. Anaichukua sasa, anafanya nini? Mungu huchukua hatua ya kufanya makazi. Bwana makazi. Kamili tulikuwa na bwana makazi eh? Maana yake nini? Yale manyumba yote ya mkambi iko mkononi mwake. Sio vile? Sasa wakati Mkristo ameungama dhambi zake, ametubu, Yesu anafanya hatua kwa uwezo wa Mungu kukaa ndani yake, na ndivyo Roho Mtakatifu akachukua hatua ile ya kwanza. Yesu akamwambia, nitawatumia Roho Mtakatifu ili akae ndani yenu siku mbili milele. Amen. Amen. Milele. Yesu alisema atakaa ndani yetu milele. Hapana anakuja leo, hapana tena kuja na kwenda. Anakaa. Siku moja nilisema hapa, kuna mtu alikuwa anasema, alikuwa anaomba Mungu, akasikia raha ya wimbo, akaenda kusimama hapa, ndio kwenye nini, akaenda kusimama pale, anakuwa pale raha tu, anakuwa wenzake wanasema hivi sikuwa na nyinyi tena, nilikuwa sasa mbinguni. Amen. Amen. Alikuwa mbinguni. Sasa alipomaliza wimbo, anaona kwamba tena amerudia sasa. Roho Mtakatifu ameenda wapi? Hatoki. Ikiwa huko mbinguni kwa ajili ya raha ya wimbo, vile vile hata kutembea bila kuimba uko na yeye. Amen. Amen. Uko na Roho wa Mungu. Hakai ndani yako kwa sababu ya wimbo, kwa sababu unajua kusoma Biblia. Ni hatua ya Mungu. Wakati unapoungama, anafanya makao ndani yako. Ndipo sasa unaitwa kanisa la Kristo. Na vile anayepokea hapa kwa Methodiste, yule mwingine anapokea pale kwa Sepeza, kwa Kanisa, kwa Baptiste, kwa kanisa lingine, na yeye mnachangwa, mnakuwa kanisa la mbinguni, kanisa lile ambalo Mungu analijenga ndani ya wanadamu. Na ndio maana alisema yeye mwenyewe, mimi nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu ikifunguka haitaweza kulibomoa. Amen. Amen. Ikiwa unampokea Yesu ndani ya maisha yako, unaungama dhambi. Pengine ulifanya dhambi na ukaungama, Yesu anakuja kufunga. Roho wa Mungu anakaa. Na Roho wa Mungu anapokaa, Yesu akaongeza akasema nini? Wakati Roho wa Mungu ako ndani yako, unakuwa na utu mmoja wa Utatu Mtakatifu ndani yako. Amen. Yesu na yeye akaongeza akasema nini? Mtu akinitii mimi nitamuomba Baba yangu ili tuje tukafanye nini? Makao ndani ya mtu yule anayenitii. Kumtii Yesu, kumtii Mungu ni kuondoa mambo yote ya dhambi. Sababu kumtii Yesu Kristo ni kuzishika amri zake. Unapopotosha amri za Mungu, unageuka kuwa nani? Muasi. Unageuka kuwa muasi. Na muasi hapokei Roho wa Mungu. Hapokei Roho wa Mungu. Sasa ikiwa ukishafanya makao ndani ya mwili wako, Yesu anakuja kukaa, Roho Mtakatifu anakaa, na Mungu na yeye anakaa. Yesu alisema nini? Akasema nitamheshimu. Kwani kama ni ajabu ni mtu kuheshimiwa na Mungu. Mungu anasema nitamheshimu mwanadamu.
Ni raha gani hiyo? Mungu anakuheshimu. Ikiwa watu watakubeula lakini unaheshimiwa na Mungu, kitu gani kitakushinda? Atakwambia anakudharau sababu atakuima sombe. Basi nitakufanya nini? Atakudharau kwa sababu hataki ufike kwake. Sio mtakatifu atakuwa ndani yako. Itakuwa nyumba ya Mungu. Mimi mwenyewe ni nyumba. Na mwili wangu tena si mwili wangu bali unakuwa mwili wa nani? Wa Kristo. Ndio maana Paulo anasema mtu asinisumbue, maana mimi nimekwisha kuchukua chapa ya Kristo ndani ya maisha yangu. Amen. Amen. Umechukua chapa ya Kristo, unayo. Ikiwa uko na chapa ya Kristo, hakuna atakayekusumbua. Hakuna atakayekusumbua. Tutakuwa nikwambie neno moja. Unamwona mke wangu pale? Saa 6 ya usiku nilitaka kumpeleka. Anatupa mkono kwa. Unashika ule mkono anatupa huko, unashika ule mwingine. Anatoka mbao kitana anakuwa anaangukia chini. Mungu wa. Nikasema Mungu, wewe unaniambia mimi nihubiri leo. Sasa huyu mwanamke wangu unataka kumchukua leo? Muache, niko na kazi kesho. Muache Mungu, naomba muache na mponye. Nilikuwa mimi peke yangu tu. Huyu binti yangu hakuwa pale. Ule mwingine mwanaume na yeye alikuwa huko naye kwa kazi yake, anatoka kule na saa 6 saa. Tuko sie wawili na ule kijana wetu wa mwisho. Nikaanza kuomba Mungu. Na yeye akaanza kulia kwa kuomba. Tukaomba Mungu. Baadaye nikampigia huyo simu akaja. Nafikiri msikia alikuwa akaenda nyumbani. Yeye kufika mawazo ambayo nilikuwa nayo, yeye kufika na kaka yake kufika, wakasema twende kwa mganga. Sasa mimi nibakie na huyu. Ninyi wawili nendeni. Nitabakia hapa nachunga huyu na kuomba. Nendeni. Wakaenda. Anaenda anapenda. Kutupa kuemeje. Kwa sababu tulimtegemea Mungu, tunamuweka katika maisha yetu, Mungu akatusaidia. Saa 10 na dakika 14 akarudia nyumbani. Kitu kilikuwa kinakwama. Unapika hata. Nini hiyo? Kuna nini pale? Unasikia kitu kiko hapa. Kwenda kule alikutoka akikuonekana. Ndio kufika. Ujiri ule wema. Lakini wanalela wale Mungu waona. Kumtegemea Mungu ni kumpa nafasi katika maisha yetu. Hapana huko mtu wa Mungu unahubiri, unafanya na mwingine wa kubeba hivi. Unakuwa na wewe kama nilivyosikia. Unakuwa na unapanga watu. Unapanga watu wa kukusulaje. Hiyo ni kweli. Utakuwa ni Mkristo hata huko mtoto wa pastor. Utakuwa Mkristo. Hapana. Hayo yote tunayafanya kushindwa na shetani. Na shetani anatushinda kwa sababu hatukumpa Mungu nafasi ya ndani. Nilikuwa naangalia kwa YouTube. Naona mama mmoja anakuja mduka la watu. Anakuja kuduka la watu. Anaingia mtu. Anavaa kimpira cha kama ako na mimba. Kumbe anavaa aanze kuingiza vitu. Anaingiza kitu. Anaingiza kitu.
anahamba, anaingiza, anakuwa hivi, mwingine anaingiza humu, mwingine anaingiza humu, mwingine anaingiza, anavaa kanzu juu. Ushituka wanamgonga bana, polisi anamgonga hapa mgongo. Unaiba nini? Ufungua yote iko malundo pale. Vile ndio Ukristo. Unaenda kwa duka kwa kununua, unakuwa unaiba. Unanunua moja na unaiba ya pili. Utakuwa ni Mkristo wewe. Utahangaika hapa milele na unangoja siku ya kufa kwako uende kuzimu. Sababu utashindwa kutubu. Utashindwa kutubu. Utaitubu lini? Utaitubu lini? Unaambiwa njoo hapa ukatubu. Unaweka kichwa chini. Unafikiri kama unamesikia, kumbi unagumisha nani? Roho yako. Roho yako inakuwa mgumu. Na Biblia inasema nini? Mnaposikia neno, msifanye mioyo yenu kuwa migumu kama siku ya nini? Ya Musa jangwani. Tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Kwa hiyo tunapoweka Yesu Kristo katika maisha yetu, tutakuwa watu wa kuwa na ujazo. Tutakuwa watu wamejazwa. Kutubu na kumpa Yesu nafasi katika maisha yako, utakuwa umejazwa Roho Mtakatifu. Tito anasema nini? Si kwa sababu, Tito 3:5, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ukisha muingiza Yesu, hatua ya kwanza utachukua, unageuzwa kuwa mpya. Roho Mtakatifu anafanya hiyo kazi ndani ya maisha. Na utatambulikana kwamba umefanya Yesu kuwa ndani yako kwa sababu umefanyika kuwa mpya. Hauko yule tena. Hauko tena mwili wako tena. Na hautatumika vile mwili utakapokuongoza kwa sababu uko na Yesu ndani yako. Yesu anaanza kufanya mabadiliko ndani yako. Roho Mtakatifu anakugeuza unakuwa mpya. Hautakuwa na chuki na watu. Hautakuwa na chuki na watu. Ukianza tu kuokoka unaanza kuchukia. Wengine wanachukia hata pastor. Anakuja nyumbani ameokoka na ule ndio pastor wako, anaanza kumchukia. Unamchukia kwa nini? Utaonyeshwa njia na nani? Nani atakuonyesha njia? Utaanza kwenda unaokota kama mbuzi kule. Na ukule unyewe unaokota utakula ikyo. Utakula ikyo. Utaenda kuchukua mafundisho ya Branham. Kwa hiyo utakwenda kufika kanisani unaanza kuhubiri kama Branham. Unafikiri ndio kuhubiri. Branham wewe, imani yako na itakuwa. Weka Yesu na hubiri neno, sio kanisa. Na utakuwa unageuza. Ujazo wa Roho Mtakatifu kwa Roho aliyekufa katika dhambi na kuunda maisha mapya. Yohana 3:1-18, ukisoma utakuta habari za Nikodemu. Neno lingine ambalo Roho Mtakatifu anafanya ndani yako, wakati umefanywa makao ndani yako, unakuwa maskani ya Mungu. Yaani wewe mwenyewe ndani yako unakuwa sehemu ile sebuleni, unakuwa patakatifu na mnakuwa patakatifu. Vyote vitatu vinakuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utakuwa Yesu anafanya kazi pamoja na wewe. Unafanya nini? Neno la pili tumesema kwamba roho ya uhai inadhibitisha kwa muamini kwamba yeye ni
wa Bwana na ni mrithi wa Mungu na mrithi pamoja na Kristo. Ile tuliyosema Warumi 8 mstari wa 9 hadi 17. Ukisoma pale utapata hiyo. Na ya tatu inakuambia kwamba anasema nini? Wakorinto wa kwanza sura 12 mstari wa 13 anasema nini? Kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wagriki, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho Mtakatifu. Hakuna tena mtumwa wala mtu huru, hakuna Myahudi wala Mgriki, sote tumeokolewa katika Yesu Kristo, tukamwamini, akafanya makao ndani yetu, tukawa umoja. Tukawa umoja. Pengine sheria anaweza kukupa ulizo ndani wako. Tutakuwa umoja na mna gani? Nanya banda Mungu, naona banyabanda. Wengine wanasema hivi. Unaona banyabanda ule. Uruji wengi banyabanda watu. Na mimi ninaomba kwanza yule wewe. Aite lube kata dapi tula tai kikaleso. Lube kalwa bulengeti ba kwata. Na ile bula ngiti ba lubela. Ibalo la lobole. Na mo ben mumbao bale. Ngatwanga njira ola aja. Na obele batu ba pastor babele mungu tu ya bana babo. Watoto wanatolewa nyamanda na hapa. Hauna upendo huu. Ulikuwa upendo. Lakini wenyewe wakageuka tu, wakaanza kufanya mambo ambayo haiko sawa sawa. Kama chuki yangu imekuja sisi ya woga. Ni waogopa. Akiniona pengine atanua. Akinifanya na kweli walikuwa wanataka unirudi. Ambaye nilikuwa na shirikiana na yeye, ako na ng'ombe zangu, ako na mbuzi zangu. Ndo wa kwanza kufika kwangu anauliza, "Kamurete hale ule yao." Na mimi naisha kibi. Nikamwambia mtoto bayani, "Kamurete hale ule yao." Pastor kamurete tariano. Kwa nini amini? Na ule woga ukanipa kuwaogopa. Kupenda pengine itakufa. Mungu anatuweka sote tuwe pamoja. Ingawaje mambo ya vita na vingine vyote, lakini tunaombwa kuwa pamoja katika huyu Mungu wetu. 4 Wakorintho wa kwanza 12 na 11, lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule alimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Mtu akijazwa na Roho Mtakatifu anagawiwa karama za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ukishafanya mwili wako na roho yako makao ya Mungu, unaanza kupokea karama za Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo kazi ya Roho ndani yako Mkristo. Si kwamba utakuwa unapata karama na una roho ndani yako. Hapana. Usifikiri kujazwa na Roho Mtakatifu ni kusema parata. Hapana. Ile ni lugha. Lugha mbalimbali. Iko tofauti na kujazwa. Na watu waliojazwa siku ile ya Pentekoste haikuwa hii ambayo inazungumzwa leo. Walikuwa wanazungumza na kila yeyote, Waponto, wa Griki, watu wa Kapernaum, watu wa kila sehemu. Akisema kwa lugha
mwingine ule wa ile lugha anasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hii ndio roho ya Mungu. Roho ya Mungu. Watu wakashangaa, hawa wote wanaosema sema hii lugha sio ni wa Galilaya. Kwa nini sasa wanasema lugha zetu hizi? Sema hayo ni makuu ya Mungu. Amen. Makuu ya Mungu. Akisema anasema na watu wanasikia. Roho Mtakatifu akitoa neno anasema tafsiri ya neno. Kwa sababu shabaha ya kuzungumza na Roho sio kufanya Wakristo wawe wabubu, wawe watu ambao waeleweki ama hawaelewi. Wanapaswa kuelewa, kwa sababu kusema na lugha mbalimbali inasaidia kujenga kanisa. Amen. Saidia kujenga kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakupa kipawa ambacho kile unahitajika ufanye kazi nacho. Kwa Wakorintho huyo sura ya pili, wa kwanza sura ya pili mstari wa 12 anasema nini? Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, na kusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Tunapokea Roho Mtakatifu kwa sababu tuyajue matakwa ya Mungu, tujue yale Mungu anayotukirimia sisi katika maisha yetu ya Ukristo. Ujazo wa Roho Mtakatifu usaidia muamini kuelewa na kutumia maandiko kwa maisha yake ya kila siku. Wakati unapokea Roho Mtakatifu, amekwisha kaa ndani yako. Sasa wewe utakuwa na nguvu ya kupekua, sio kupindua, kupekua neno la Mungu. Amen. Utapekua neno la Mungu na utaelewa, ili likusaidie kujua kile Mungu anataka katika maisha yako. Roho Mtakatifu haiko pale kwa sababu ya kuvuruga kanisa. Hapana. Haiwezekani Roho Mtakatifu avuruge kanisa. Haiko roho wa Mungu. Nilisikia habari kwenye mamedia huko. Mmoja alikwenda kuhubiri pale Kenya pale. Alipohubiri pale Kenya akaanza kuhubiri, anahubiri Mungu na anafika kwa butike, anatoa blouse. Anatoa blouse, anaivuta injili, anatoa blouse, anafika injili, anatoa blouse. Hiyo ndiyo injili? Hiyo sio injili. Ni kuvuruga watu katika makazi yao. Ikiwa Mungu anakupatia hiyo kazi, uanze na blouse ya baba yako. Kwa nini usianze na blouse ya baba yako? Kuna manabii walivunja madhabahu ya baba yao, alianza na ya baba yake mwenyewe. Ndipo sasa unaenda kufanya kazi ya Mungu. Anaenda sasa kwa wengine. Lakini wewe bado ungali na ikomo. Kwenu kuko lunyeke. Haijakumalizika. Unakuwa unaenda unatosha blouse ya butiki hapa. Kwa nini? Si kuvuruga watu tu. Unataka kuvuruga watu. Na baadaye vuruga yanze kutoka, watu waanze kuharibika bure. Kwa sababu ya ukosefu wa kujua maandiko bila yanayosema. Maandiko haya kuruhusu wewe kwenda unatoa blouse. Sio injili. Hubiri neno. Ndio vile Biblia inasema. Lihubiri neno. Na yule atakayeokoka aokoke. Sio kwenda utageuka, utakuwa kanchape. Warumi 6, namba ya 6, Warumi 6, samahani. Namba ya 6 ni Warumi 8. 26 hadi 27. Nitasoma mwenyewe. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo,
lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye achunguzaye mioyo aijuaye nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yako, wewe utakuwa mshujaa wa kuomba Mungu, kwa sababu utaongozwa. Roho Mtakatifu atakufundisha namna gani ya kuomba. Wakati nilikuwa kwa konferensi miaka ya sijui kama 17 ama 17 hivi, nilikuwa namuona pastori mmoja wa kwenu, pastori pastori mzee yule wa kwenu pastori Wanundu jina aomba bisabe, aomba akuwa anafunga macho. Wenyewe walimuona aomba, si mnajua mimi akisimama hapa aomba Mungu, yeye anaweka macho hivi, Mungu namsa yamu na Mungu atata wabumbire ese na iko ubiwangama eno esuwe niremo bocha utwe hano atule usale hano atule itibwindi tata atata ubimwele byobe akwana kufungua macho. Lakini wewe utaomba bila kufungua macho, utaomba na kufungua macho. Lakini hapa na Mungu anafanya hivi, tunasema tuombe Mungu, wengine wanaimba utakani fungue macho, utakani fungue macho. Kuomba ni kuomba sio kuimba. Kuomba sio kuimba. Biblia inasema wengine kuomba, wengine zaburi, wengine ni vurugu. Roho Mtakatifu anakufundisha namna ya kuimba. Wakati wa kuomba Mungu, tulia. Peleka mafikiri yako kwa Mungu, sio kwa wimbo. Amen. Nakwambia kweli. Ni kazuia utachukia. Nakwambia kweli. Huo ndio kweli. Unapoomba Mungu, tulia kimya. Mpe Mungu mawazo yako. Na Roho Mtakatifu atakufundisha kile utakachotamka kwa Mungu. Kwa sababu kazi yake ni kutuombea, kutusaidia namna ya kuomba. Yeye ndiye Roho Mtakatifu. 7. Anasema nini? Anasema Wagalatia 5 na mstari wa 16. Basi nasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Unapojazwa na Roho Mtakatifu, unakuwa mtu wa kiroho. Unaingia katika kiroho, si katika kimwili. Hapana, kiroho. Sasa ile kiroho ambayo inapatana na Utatu Mtakatifu wa kiroho, wewe na wewe unaingia kiroho, yeye sasa anakupatia nguvu ya kushinda tamaa za mwili. Amen. Amen. Hauwezi kushinda. Watu wengi tulipima tukashindwa kwa sababu ya kutumia nguvu za miili yetu, lakini kuingia kiroho tunaweza. Tukiingia kiroho tunaweza. Kwa sababu gani? Tutasaidiwa na ile kiroho katika kushinda tamaa za miili yetu. Kujazwa Roho Mtakatifu huwezesha waumini kuishi kwa ajili ya Kristo, kufanya mapenzi yake. Ikiwa unajazwa na Roho Mtakatifu, lazima ufanye mapenzi ya Mungu. Amen. Lazima ufanye mapenzi ya Mungu. Ukiachana na hiyo kiroho, hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Lazima uingie katika kiroho, ukubaliane
na Utatu Mtakatifu ndani ya maisha yako, na hapo utaongozwa kwa kushinda tamaa za mwili. Hili ni neno ambalo niliona mhubiri wangu wa pili aliniibia, na hakuna kuiba, ni Roho wa Mungu anayeongoza. Roho Mtakatifu anafanya kazi, anakuja kuingia ndani yetu, tunakuwa na yeye ndani ya maisha yetu. Anafanya nini? Warumi 8:14 anasema nini? Kwa kuwa wote waongozao na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. Amen. Ukishakuwa na kiroho utaongozwa na kiroho, na ukiongozwa na kiroho utakuwa mwana wa nani? Wa Mungu. Amen. Ema, tuongozwe na kiroho. Tukiongozwa na kiroho utakuwa wana wa Mungu. Pendolona. Jansi. Tuongozwe na Roho. Kuongozwa na Roho wa Mungu si kufuata mama yako wala baba yako, ni kufuata kile ambacho kilicho ndani yako kinakusaidia. Na ndani yako kuko ni Roho Mtakatifu, Baba na Mwana. Amen. Hivyo hakuna kingine, hakuna kingine, na hakuna mwanadamu awezaye kukitoa hicho. Kitatoka wakati wewe umefanya dhambi, na ukifanya dhambi utafanya nini? Ukifanya dhambi utafanya nini? Ndio Yohana wa kwanza 1:9 hadi hata 10. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Ikiwa unakosea kidogo, maana ukikosa, Roho Mtakatifu anafanya nini? Anachukizwa. Amen. Unajua hilo? Ukifanya dhambi ujue hauna Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anaenda kukaa kwenye pembe yako, pembe ya roho yako. Anaanza kugumia, anaanza kugonjwa, lakini hatoki. Atakuwa pale anaanza kugonda, kwa sababu haumpatie uhuru. Unaanza tena kurudi kwa dhambi. Kwa hiyo ukirudi kwa dhambi, ukubali kuungama. Mkristo anakubali kuungama. Mkristo anakubali kuungama. Usipokubali kuungama, unaanza kuwa na hasira, utashindwa kuungama. Uliimba wimbo mmoja. Ulisema nilisikia. Ulisema hapa watu wengi wanaanza akifanya dhambi anakimbia. Anakimbia nini? Kanisa. Amkuimba vile? Tunasikiaga, lakini ninyi amusikie nini? Amusikie nini? Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakimbia wakati unafanya dhambi. Yule anayekimbia hapa anaenda kuingia kwa kanisa lingine, anasema anaenda kuimbia Mungu. Wa wapi? Mungu wa wapi? Na wewe mpasteri wa kutafuta watu unaanza kukubali. Imba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asema amen. Haleluya. Aseme amen kwa sababu unampokea huyu. Mwenye kuwa na mzigo kama huu. Unaonekana wazi. Sasa wewe unampokea. Haleluya. Sema kweli. Mhubiri mmoja alisema nini? Mzee mmoja wa Tanzania. Mzee sana. Alisema ninahubiri ninyi wa pasteri. Ikiwa kanisani mwako watu wanazini, watu wanalewa na wako kanisani mwako, wewe uko mochwari. Mnishaka kusikia? Watu
watu kama wanafanya uzinifu, kupanga wamoja hapa, wale ndio wakufanya hivi na wao ndio wangu wakufanya hivi, uko mochwari. Na mchungaji wako na yeye ikiwa anajua hilo, anakuachilia, ako mochwari. Kuachilia dhambi, kwamba kwa sababu unatafuta watu wajae kanisa lako, wajae mochwari yako, iko mochwari. Na hivi nasema hapa, wengine wataanza kugeuza, wataenda wanamwambia mochwari. Nilishaka sikia vile vya mbele vilishaka fika, vile vya mbele vilishaka fika, na hivi vingine mpeleke kule ambapo mnapeleka, lakini kizuri ni kupeleka mbingu. Kama ukipeleka mbingu, Mungu atatutetea, lakini ukipeleka kwa mtu utaanguka. Sababu Biblia inasema ni amtegemeaye mwanadamu atafanya nini? Ataanguka. Ataanguka kwanza na aingie kwenye laana. Nataka nimalizie. Roho Mtakatifu huyu tukimpa nafasi katika maisha yetu, anatuwezesha kuzaa matunda ya Roho. Wagalatia 5:22 hadi 25. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria ya kukuhukumu. Ndio neno ambalo limebakia hapa, wamemeza. Ikiwa uko na haya mambo, hakuna sheria ambayo itachukuliwa juu yako uhukumiwa. Hapana. Unakwenda kuona mtu ambaye anajawa na Roho Mtakatifu anakosa kuwa na upendo. Anaonea wazazi wake, anaonea mama yake na baba yake, anaonea wakubwa yake, anaonea na anajiita kwamba niko naenda mbinguni, na una amani na baba yako na mama yako uko mochwari. Hata uombe namna gani, usipotengeneza na hao ambao wanaitwa wazazi wako, uko mochwari. Ujawa Roho Mtakatifu hutoa ushahidi wa maisha mapya kwa kuzalisha matunda ya Roho katika maisha ya mwamini. Utakuwa na maisha ya kuonekana huko mwamini. Roho Mtakatifu anazalisha upendo, anazalisha furaha, anazalisha amani, anazalisha uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na yale yote hakuna sheria. Haya yote tukifikia kuyaamini, hatuna yeyote atakayehukumu ama atakayetuhukumu sisi waamini, kwa sababu tuko pamoja na Mungu wetu. Mwisho wa Efeso 1:13 hadi 14. Waefeso 1:13 hadi 14. Ndio, kama umeshaona. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Tunasoma kwenye Waefeso sura yake ya kwanza mstari wa 13 hadi 14. Ndiyo. Nani pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kuitwa na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye mtakatifu. 14. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu
ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Amen. Amen. Unapojawa na Roho Mtakatifu, kwa sababu umekuwa hekalu la Mungu, wewe utafanya namna gani? Roho Mtakatifu atakuwa na kutia muhuri, unakuwa na alama ya kuonekana wewe ndiwe Mkristo ambaye unamweka Yesu Kristo katika maisha yako ya kila siku. Unakuwa naye, unakuwa arabuni, na ile niliyosema mbeleni kwamba Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako na hautakuwa mali yako tena. Utasema kama Paulo, kama nafanya mambo yote hapa si mimi, mtu tena asimtaabishe, kwa maana mimi nimekwisha kumvaa Kristo moyoni mwangu ama katika mwili wangu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Wakristo huko ndio kujaa Roho Mtakatifu. Mtu akisema na Roho Mtakatifu sio kujazwa. Kujazwa ni kumpa Yesu nafasi, ama Roho wa Mungu nafasi uitwe hekalu la Mungu, na ukishaitwa hekalu la Mungu, haya ndio matokeo. Watu wanakuangalia mwana ule analo woto kabisa, mwana ule analembe kabisa, mwana ule aliaswakiwa kabisa. Sisi tuamu tuale ujira wichina walo manyajo tuamu ubintu amungu tuuchojo tolode ikangura mitema yetu taishi kango engata toa wache itubu nanga tona tubu tuoba na Yesu Kristo alena na koba wetu mwami mwetu bula. Intema wawe cha ulimutenda ungwe yake chuni dola uweke intema wawe ya sola yose Oh
Brenda yote ndugu na msaka awe chake mwakilishi. Amen.